Nyumba ya Yoyo na Mobi tamwira karibu sana na welcome again thini wa channel ito ya FM Show KE na nimuramenya ati thaici turariria siasa cia kirima na turariria maudu maria makonainie na siasa cia Mount Kenya. As of right now kuna mambo yamekuwa yakiendelea na tumekuwa tukiongea, lakini inaonekana the battle lines are being drawn na ni kana kwamba vita rasmi vinatangazwa. Maana viongozi kadhaa leo ikiwemo ambaye ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Murang'a Betty Maina amepata kuzungumza na tigaide muire Betty Maina akiaria ndita muthuri wake Eric Mombi niwe waria. Wanasema kwamba kuna watu ambao wanakaana kupanga siasa za Mlima Kenya ambao wao wenyewe si watu wa eneo la Mlima Kenya, haswa viongozi. Na pia viongozi wa Mlima Kenya kuna wale ambao wamejitawanya na kujiondoa katika kumsupport na kumuunga mkono naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua. Nikipata kuongelea hili, mtaniruhusu kidogo nizamie kitu ambacho tumekuwa tukikiangalia kwa wiki nzima na mwezi mzima uliopita kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea sio katika siasa za eneo la Mlima Kenya. Rigathi Gachagua amekuwa ona kampeni ya kuweza kutafuta reconciliation na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, jambo ambalo limeweza kuattract a lot of negative energy kutokea katika serikali ya UDA na pia positive energy kutokea kwa upinzani, hasa watu ambao wanamuunga mkono mstaafu rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta katika eneo la Mlima Kenya. Akiongea leo, Betty Maina amesema kwamba viongozi ambao hawampi heshima na kuweza kumuunga mkono naibu wa rais Rigathi Gachagua ni viongozi ambao hawataki muungano hasa katika eneo la Mlima Kenya. Reason being, viongozi wana mpango na mikakati ya kuweza kumngatua kitini naibu wa rais Rigathi Gachagua ijapo katika uchaguzi wa mwaka 2027 wanapanga kumweka Ndindi Nyoro kama mwakilishi wa eneo la Mlima Kenya kama naibu wa rais, jambo ambalo pia wewe ukikaa mahali ambapo ulipo kwa sasa unagundua there is a bigger game ambayo inachezwa kwa sasa pale ambapo wameanza kumpiga vita naibu wa rais Rigathi Gachagua. So the game is kutama Rigathi Gachagua za tribal leader ama kiongozi ambaye anajiita kingpin na mwakilishi wa Wakikuyu na watu wa eneo la Mlima Kenya, ile hali anapaswa kuwa kiongozi wa Kenya yote nzima kwa jumla. Tigaide muire Gachagua ni kiongozi wa Mount Kenya. Na wagituika ni kiongozi wa Mount Kenya ni kiongozi wa bũrũri witũ wa Kenya at large. Lakini what put Gachagua there is his affiliation to the Mount Kenya region. And when you draw that, ukiweza kuondoa hilo katika uchaguzi wa siasa za eneo la siasa za 2022, uondoe Gachagua katika tiketi iliyokuwa ikiwania kiti cha urais, basi Rais William Ruto angemchagua mwingine, angechagua mtu kutokea katika jamii ya Kamba ama the Coastal Region ama kutokea Western, angemchagua Mudavadi tuone kana kwamba atakipata kiti kile cha rais. So alimchagua Gachagua because he knew Gachagua could deliver the votes, si ndio? Ama mnyenye mnaona namna gani? Kwa sababu kwa sasa it seems that the battle lines are being drawn and the contention ambayo iko hapa ni Gachagua kupigania maintain kiti chake kama naibu wa rais katika uchaguzi wa mwaka 2027, which is something that shouldn't be happening because Gachagua should be guaranteed that yeye ata maintain kiti chake kama naibu wa rais mpaka mwaka 2032 ambapo uchaguzi utakuwa ukifanywa kwa mara nyingine, ambapo anatarajiwa Gachagua atakuwa akiwania kiti cha urais. But it seems kuna another bigger game ambayo ipo kwa ajili ya kumngatua Gachagua kama mwakilishi wa eneo la Mlima Kenya na pia kumngatua kama DP wa serikali ya UDA ama serikali ya Kenya Kwanza. So we wanna know jinsi ambavyo Betty Maina anasema people should respect Gachagua, people should put respect on Gachagua's name. Tumeona rais akitupa dongo hapa na pale akijaribu pia kumportray Gachagua as a tribal leader, which is something that shouldn't be happening because you as the president, you don't only represent the people of Kenya but you represent the Kalenjin community. If Gachagua, if Ruto could be representing the whole country mostly, tungesema Ruto awakilishi watu wa eneo la Bonde la Ufa
basi watu wa eneo la bonde la ufa wangemshikilia wala kumuunga mkono kwa yale ambayo anafanya, but they are doing that because they know this is our son. Na sisi kama Wakikuyu tunamuunga mkono Gachagua kwa sababu ni kiongozi wetu, ni wa kutoka kwetu na atatuletea maendeleo kwetu. But it seems to be a problem once the Kikuyu community unite. The Kikuyu community starts uniting and they call us Mungiki. The Kikuyu community starts uniting and they call us tribal. When wanakwenda kule kwingine wanawapata viongozi wa Nyanza na Western wanawaambia unganeni, ndipo muweze kuchagua mwelekeo ambao mtakuwa nao katika siasa za Jamhuri ya Kenya. Je, na niwaulize wewe leo ukipewa nafasi katika siasa ambazo zinaendelea kwa sasa mwaka 2024, utasimama na nani haswa katika uchaguzi akija kuchaguliwa Nyoro ama Gachagua for the DP position? Who will you take? Will you pick Nyoro? Nyoro, yes, amefanya kazi Kiharu, lakini has he proved that he is worthy representing the whole country at large? Has he proved that he is worthy to go in battle for the sake of the nation? Has he proved that? Gachagua has done that. He has broken his relationships and his friendship for the sake of seeking votes for the Kenya Kwanza government. One of the barriers and the relationship that he broke is going ahead to attack the former president of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Ndrenda kuigwa kuma kirinywe mujire atiriri murona nura fatara gutuika DP wa bururi witu wa Kenya if Gachagua exists. Is Nyoro worth it? Is Waiguru worth it? Is Kimani Ichung'wah worth it? Leave a comment on the